Yes, mambo vipi mtazamaji wa Bongo Refresh? Ni wakati mwingine na ni saa nyingine ya kuhakikisha wewe unakuwa kwanza kupata taarifa ya nini ambacho kinaendelea hapa nchini Tanzania. Na kwenye kupata taarifa, basi leo hii tunakupitisha katika tukio ambalo kwenye siku 2-3 hivi limekuwa likigonga sana vichwa vya habari, lakini pia limekuwa likileta mitazamo tofauti tofauti. Na hili tukio si lingine bana, ni hili tukio ambalo video clips zimekuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha wadada wawili wakiwa wanamfanyia unyanyasaji dada mwingine mmoja ambaye kama ambapo unaweza kuona hapo kwenye video clips, inasemekana wadada hao ni wadada wa chuo na inasemekana wanagombea bwana, na huyo bwana kama unavyoweza kuona ama kama clip ambapo umeweza kuzishuhudia, jina ambalo linatajwa ni jina la Mwijaku. Sasa Mwijaku ni upi au Mwijaku ni gani? Mimi sina authority ya kuweza kuthibitishia, lakini jina ambalo limekuwa likitajwa hapo ni jina la Mwijaku. Na kutokana na taswira kuwa tofauti ya tukio hili, basi na kusemekana kwamba wadada hawa ni wadada ambao wanasoma chuo, wengine wakisema wanatokea chuo cha ardhi, lakini pia wengine wakisema wadada hawa wanatokea chuo cha UDSM. Chuo kikuu cha UDSM kimeweza kutoa rai yao kwamba kitafanya uchunguzi wa kutosha ili kuweza kujua kama wadada hao ni kweli ni wanachuo wa chuo hicho, na kama ni kweli chuo hicho ndo wanachotokea, basi hatua stahiki zitaweza kuchukuliwa kutokana na kanuni ambazo zipo ndani ya chuo hicho. Lakini pia haijaishia tu kwa chuo kikuu cha Dar es Salaam kuweza kutoa rai yake, lakini pia mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima ambaye yeye ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum ametoa rai yake kwamba moja kati ya matukio ambayo hajaridhishwa nayo na anatamani kuona hatua stahiki zikichukuliwa ili kuweza kutibu tatizo hilo ambayo inaonekana ni unyanyasaji, na tunajua hicho ndio kitengo ambacho Dorothy Gwajima yupo, udhalilishaji, unyanyasaji, matukio yote ambayo yanahusiana na hilo, yeye ndio yupo huko. Amesema anatamani kuona na atasimamia kuhakikisha kila kitu kinafanywa kazi kutokana na kanuni na sheria za nchini Tanzania. Lakini pia kumekuwa na maoni mbalimbali. Jana pia mwanamuziki Gigy Money naye pia alitoa rai yake akizungumza kwamba hajaridhishwa na kile ambacho amekiona, lakini pia amesisitiza haswa wanafunzi wa chuo kwamba wasiwe wavivu wa kusoma, hivyo kuwafanya wao wanagombania mabwana. Basi huo muda ambao wanagombania mabwana ilitakiwa utumie zaidi kuhakikisha wanasoma, lakini pia ili kuhakikisha wanatengeneza kesho yao iliyo bora zaidi. Lakini pia tumeweza kupata maoni ya influencer kama ambavyo anajiita mwenye Doto Magari, naye akiwa anamshambulia Mwijaku akidai kama kweli ni yeye anayetajwa kwenye ile video clip hakiki, basi ni kweli amejidhalilisha kwa sababu anatembea na vitoto vidogo vya chuo, na kitu ambacho kimetokea basi kinaweza kikampaka matope kwenye jina lake. Hayo ni maoni tu ya baadhi ya mastamba hapa nchini Tanzania, lakini pia tumepata wasaa kukiona kile ambacho amekizungumza waziri Dorothy Gwajima, lakini pia chuo kikuu cha UDSM. Lakini pia kumekuwa na maoni mbalimbali ya Watanzania, kila mtu akionyeshwa kutokuridhishwa na kile ambacho kimetokea. Wapo ambao wameenda mbali zaidi ya kusema hivi, ashumu ama chukulia ama vuta picha kwamba wewe ndo mzazi wa wale mabinti ambaye upo huko mkoani, inawezekana unalipa ada zako, unatoa pesa kwa uchungu, afu unakuja kuona video clips za mtoto wako akiweza kumgombania bwana na mtoto mwingine, lakini pia wakienda mbali mpaka kufikia hatua ya kunyoana nywele, kutishiana kupigana pasi, lakini pia wakipigana hata kutumia fimbo, moppers. Kwa nafikiri wewe kama mzazi unafikiri ungechukuaje tukio kama hilo ambalo limekuwa likiendelea? Lakini pia
watu wanazungumza kwamba kama kweli jina lile ni la Mwijaku ambalo linatajwa ni Mwijaku huyu ambaye anamfahamu, basi anamkosea heshima mke wake, kutokana na kwamba vile ni vitoto vidogo vya chuo, wanasema Gen Z ama vitoto vya 2000, lakini yeye ana mke ambaye anaheshimika zaidi, lakini pia ni mke ambaye ni mke wake wa ndoa, na wengi wanaonyesha kutokuridhishwa na tukio hilo ambalo limeendelea kutokea. Sasa wewe na pia unao nafasi ya kuweza kuacha mtazamo wako chini ya video hii. Ni nini ambacho unahisi kinatakiwa kufanyika, ama umelichukuliaje hili tukio ambalo limechukua taswira tofauti sana hapa nchini Tanzania? Hii ni Bongo Refresh. Subscribe, kulike na kucomment.